Namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini ushindi huu ambao tumepata goli leo hizi 4 ni ushindi maalum kwa ajili ya Mtenje Albano. Jumla tuna goli 9 baina ya Yanga na Fountain Gate, lakini kipekee kabisa hizi 4 ni goli zake yeye. Kwa hiyo atachagua kama atagawa na wachezaji wenzake au atazipeleka nyumbani agawe na familia, lakini kimsingi hizi goli 4 za leo ni maalum kwa Mtenje Albano, profesa wa mpira. Mcha na profesa. Alisema yeye anaitwa profesa, sio wachezaji tu wa nje. Kwa profesa mpira Mtenje Albano, pokea zawadi yao kutoka Yanga. Alisema kwamba mwanzo mlimfunga kwa sababu walitoka. Leo naona kaingia 2 zimefunga, ameingia. Ni vile vile tu, mwanzo 5 katoka, leo 4 kaingia. Amekutana nazo, hamna shida. Pasaka yake imeenda vibaya leo. Hapana. Pasaka yake imeenda vizuri sababu tumempa zawadi ya goli 4. Naamini atazifurahia Mtenje Albano. Lakini leo tukiangalia kikosi cha Young Africa, Clement Mzize ameongeza idadi ya magoli 13 mpaka sasa, anashikilia nafasi ya kwanza. Pengine hii kwako mwenyekiti, tutegemee kumuona top scorer akitoka upande wa Young Africa? Ukiangalia orodha ile ya wafungaji bora pale, kuna washambuliaji wetu pale wanagombania watatu. Wako pale wanagombania nafasi. Sasa akajiongeze. Si chati unayo ya wafungaji bora? Kuna mastreka watatu wa Yanga wanagombea kiatu pale. Goli 13, 12, 11, angalia vizuri utaona pale. Kuna mastreka watatu wanagombea kiatu. Wa Yanga watatu. Wa Yanga, yes, wanagombea kiatu. Namjua Prince Dube, Clement Mzize. Mamo si unao? Katafute mastreka watatu wanagombea kiatu. Jonathan Thoa ni wa Singida. Wanagombea kiatu. Sasa nataka tubishane, wakati mimi ninakwambia tuna mastreka watatu wa Yanga wanagombea kiatu. Kwa hiyo atakayejaaliwa sisi Yanga tutafurahi. Hivyo vyote vile Yanga akifunga huyo wa kwanza 13 tutafurahi, 12 tutafurahi, wa 11 tutafurahi vile vile. Wote mastreka wa Yanga hao. Jonathan Thoa, Singida Black Stars. Umemsema wewe, mimi nakwambia nina mastreka watatu kwenye chati wanagombea kiatu. Sasa majina unaleta wewe mezani hapa. Kumbe kwa nje kama Singida, ndani Young Africa. Nakwambia majina unaleta wewe mezani, mimi na mastreka watatu wanawania kiatu na tunafurahi, atakayechukua yote alhamdulillah tutampongeza. Kwa msimu ujao unaonekana mnafunga booster mwenyekiti. Sasa tujamaliza hili unaanza mambo ya ijayo. Tumalize kwanza hapa. Mechi zimesalia 3 ndugu mwandishi. Usitoke nje ya kodi. Usituelekeze. Sisi kama Yanga mechi zimesalia 3. Tuna mechi na Dodoma Jiji, tuna mechi na Namungo, tuna mechi na Tanzania Prison. Yanga yabakisha mechi 3, azipambanie pointi 9 aweze kutetea ubingwa wake. Basi. Na mipango imekakati ikoje kuhakikisha mnavuna alama 3 katika mechi hizo ambazo zimesalia? Na hapa ndiko ujumbe wangu wa kwanza kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Ni kosa kubwa kama mmoja katika sisi akaanza kufikiria sherehe za ubingwa. Ni mapema sana na ligi ni ngumu hapa mwisho, wapinzani wanakuja kupambania pumzi zao. Ushindani utakuwa mkubwa sana. Wao ni waombe sana tuendeleze mapambano. Vita hii bado ni kubwa kwa sababu kila mechi ya Yanga ina mikono mingi ndani yake. Tukiendelea kuwa wamoja, tukashirikiana, tukapendana, naamini tutamaliza msimu wa kishindo. Lakini tukianza kuwaza sherehe sasa hivi, tutaharibu kila kitu. Kwa sababu mechi bado ngumu, tunatakiwa tupambane kama Yanga inshallah. Unaelekea visiwani Zanzibar kwenye kombe la Muungano, lakini mkirudi hapa mna nusu finali ya kombe la shirikisho. Kwenu hii ratiba ilivyobana, mmejipangaje? Kuhusu kombe la Muungano, tumepokea taarifa kwamba mashindano yamehamishwa kutoka Unguja yamepelekwa Gombani. Taarifa nimepata leo nikiwa hapa uwanjani. Maana yake taarifa rasmi sasa ya club nitakuja kuitoa baada ya kuzungumza na mtendaji mkuu. Kama Yanga watakwenda baada ya mabadiliko hayo, kwa sababu taarifa hiyo ilikuwa inaelekeza mwanzo walisema tusisafiri, taarifa ya kwanza. Taarifa ya pili ikawa kwamba mashindano yamehamishwa. Kwa sasa mimi kwa nafasi nilokuwa nayo siwezi kuthibitisha chochote mpaka nitapozungumza na mtendaji mkuu akinieleza kwamba yes, tumekubaliana mabadiliko hayo, tunakwenda Pemba. Tutawaambia wananchi wa Pemba tuandae pweza. Tunakuja kula pweza. Tunapata matokeo mazuri kwa maana kwamba Tanzania kwa mara kwanza tunacheza ushindi bora kwetu. Nini ambacho tumejifunza tangu umekuja hapa katika mkoa? Tumejifunza hapa kujifunga ni uzembe la kwanza. Chika nini? Tumejifunza hilo jambo, kujifunga kwenye uwanja huu ni uzembe kwa sababu uwanja uko fresh kabisa, pasi za kwenda mbele zinawezekana. Kila mtu anapiga pasi za kwenda nyuma ni uzembe. Lakini la pili tumejifunza hapa unaweza kushinda goli nyingi. Kutoka pia sare hapa ni uzembe. Mtu kutoka sare hapa ni uzembe kwa sababu pichi inaruhusu mpira kutembea. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi na tumejifunza pia hapa kuna mashabiki wengi sana wa Yanga ambao wanaipenda timu yao na wanaisupport kweli kweli. Ndio maana mahudhurio pia yamekuwa makubwa sana leo hii hapa. Ali, pengine hili
Sasa shekhe, mimi ninachokizungumza unakuwa ukielewi. Unaunda swali lingine. Swali ninalokuambia hapa, Yanga bakisha mechi 3 amalize ligi. Wewe tena wanipangia bado mechi ngapi? Sisi kama Yanga bado mechi 3 mahali. Bado mechi na Namungo, bado mechi na Dodoma, bado mechi na Prison. Ahlan wa sahlan. Kama tumeshinda zote, tunachukua ubingwa wetu. Mwenyekiti, pengine hili haujalisikia, ila kocha wa Fountain ametoka kuzungumza hapa kwamba golikipa wao leo na wasiwasi naye, pengine kuna mazungumzo yalifanyika baina yenu na yeye, ndio maana magoli ya mwanzoni yamekuwa hayaelewi. Yes. Kasema kauli hiyo amezungumza hapa. Kipa wenu, kipa wa Fountain Gate amewapa magoli Yanga. Sasa mbona swali tofauti ulivyouliza wewe? Lakini namna alivyozungumza mwenyekiti. Sasa unaona, sasa unapomnukuu mtu usiweke maneno yako, utatabisha shoti hapo. Wewe ile unalizungumzaje lakini? Aliyeingia kachukua ngapi? 2. Sasa watajadiliana nao wote wawili baadaye. Huyu alichukua 2 za kwanza na alichukua 2 za pili. Watakaa kaa wajadiliane. Ila katoa malalamiko. Sasa hayo Yanga na golikipa wao. Sasa ndio uwanja mazoezi akafundishe vizuri. Hayo akafundishe vizuri. Ukiangalia amemtoa hadi kwenye mfumo kama tuzo za MVP, ufungaji bora, kama mtazikomba zote nyinyi kwa namna ambavyo mnatazama wachezaji wako. Sasa hivi si hatutazami sana hizi individual awards. Tunatazama ubingwa ndugu yangu. Masuala ya MVP, mfungaji bora nini, hayo ni baadaye. Sasa hivi wachezaji tunazungumza nao kila siku kwamba focus yetu ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kila mtu aweke jitihada kuisaidia timu ichukue ubingwa. Masuala hayo ya tuzo hayo ni baadaye. Hivi Sambuzi iko wapi bwana? Kale kajimbo cha hana furaha kinamaanisha nini? Unachokitumia sana. Sambuzi iko wapi? Mwenyekiti, kale kanyimbo cha hana furaha unamaanisha nini? Unakitumia sana toka jana. Njoo ndugu yangu bwana. Na safari hapa unatakiwa la kheri.